ajabu ndani ya maisha yako. Haleluya. Inua mikono yako juu namna hii. Bado nakuhitaji, uniongoze Yesu, kiongozi mwema. Moyo wangu wakuhitaji, niongoze nifike salama. Moyo wangu uniongoze. Somebody say, nasema uniongoze.
Yesu Kristo. Ni sifa na utukufu. Jioni ya leo Bwana tunakuinua katika mji wa Mshumalini mara tena. Tunakuinua katika mji wa Mshumalini mara nyingine Yesu. Hakika Yesu wewe ni mwema na kuna kama wewe Jehova. Matendo yako si ya kulinganishwa na binadamu. Bwana Yesu milango yako si kama ya binadamu. Jioni ya leo Yesu umepata kibali katika uwanja huu. Umepata nafasi katika uwanja huu. Ninakualika ni kwa ajili ya nafasi Bwana. Utumishi wako nenda kutumika. Na mpaka tumike ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Bwana Yesu kila roho za interruption. Kila roho za kulete corruption. Ninasikemea kwa jina la Yesu. Na kamata kila utawala wa kimapepo. Kila utawala wa nguvu za giza. Na kamata jioni ya leo. Na ninatakasa kwa jina la Yesu. Mshumalini inapona leo. Mshumalini inapona leo. Mshumalini inapona leo. Mshumalini inachiliwa leo. Mbingu ya Mshumalini inatawala na kupona leo. Katika jina la Yesu. Mtumishi wako anapoenda kunena nasi Bwana tuandae. Mwandae na utayarishe ili akanene kutoka kwako. Kupea neema kwa jina la Yesu. Na nikupitia kwa jina la Yesu Kristo. Ndiye Bwana na Mwokozi wetu. Na sote tuseme amen. Piga tu makofi mazuri, makofi mazuri, makofi ya heshima. Makofi ya heshima, makofi ya ushindi. Makofi ya ushindi, makofi ya ushindi. Inene ushindi. Karibu sana kwa Yesu ya Mungu. Katika uwanja huu. Na Yesu akutumie. Bwana Yesu asifiwe. Nitasikia tena Bwana Yesu asifiwe. Basi ni furaha iliyoje siku ya leo kuweza kusimama katika madhabahu haya. Ninashukuru kwa sababu ya mwaliko huu kupitia kwa mtumishi Reverend Ndade pamoja na uongozi wote wa Upendo Church. Ninasema Mungu awabariki kwa kuandaa hafla hii. Na mimi ninajua kitu kimoja, ya kwamba siku hizi tatu hazijakuwa siku tu vivi hivi, lakini kuna kile Bwana ambacho amekitenda. Alikitenda siku ya kwanza, alikitenda siku ya pili. Nami ninamwamini Mungu ya kwamba hata siku hii ya tatu anaenda kutenda jambo kwa ajili ya maisha ya mtu. Inawezekana kuna vitu ambavyo vimekushinda kwa muda mrefu na umekuwa unauliza, je, ni nani atakaye nihurumia? Ni nani atakaye nisaidia? Lakini leo nimekuja nikuongeleshe kuhusiana na Mungu anayeweza. Ni Mungu asiyeshindwa. Yeye ni Mungu ambaye anasema niite, nitaitika, nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Lakini kabla sijaongea, nataka nimlete mke wangu pia. Sikuja peke yangu. Pigeni makofi mazuri wakati mke wangu anakuja kuwasalimia tu. Haleluya. Thank you. Haleluya. Namshukuru Bwana, nimeokoka jioni ya leo. Yuko ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu yu mwema. Mimi ninaitwa Rachel David Rua Kadungo. Aliye mbele yenu ndiye mume wangu. Ninamheshimu kwa sababu ni mtumishi wa Mungu na ninampenda. Bwana akubariki sana. Pigeni makofi jameni. Kuwa na mke ambaye anaamini na kuthamini kile ulicho nacho ni baraka. Sikieni,
Leo ninasoma katika kitabu cha Yeremia mlango wa 32 na mstari wa 27. Kuna mistari tu michache tu ambayo nitainakili na sitakwenda sana kwa sababu muda umeenda, na ninaamini kitu kimoja, ya kwamba kile Mungu ametaka kukitenda atakitenda na atakifanya wakati wa sasa. Kitabu ni Yeremia, mlango ni wa 32 na mstari ni wa 27. Neno la Mungu linasema hivi: tazama, mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno lolote gumu nisiloliweza? Swali hilo. Tazama, mimi ni Mungu Bwana wa wote wenye mwili. Je, kuna neno lolote nisiloliweza? Hapo Yeremia mlango wa 32 mstari wa 17, jibu linaanza kupatikana. Anasema, Bwana, tazama, wewe ndiwe uliyeziumba mbingu na nchi kwa mkono wako ulionyoka. Hakuna lolote gumu usiloliweza. Tena haishi hivyo, Mariamu anatembelewa na mgeni ambaye hakumjua alikuwa ametoka wapi, mgeni ambaye alikuwa hamtarajii, na kumbe mgeni huyu alikuwa ametumwa kutoka mbinguni. Alikuwa ni malaika Gabrieli, na alikuwa anampelekea Mariamu habari njema ya kwamba angepata mtoto, na mtoto huyo ndiye ambaye angeuokoa ulimwengu kutokana na dhambi zake. Wakati huo Mariamu hakuwa na mpango wa kupata mtoto wakati huo, kwa sababu hata alikuwa hajawahi kuolewa. Ni kuchumbiwa tu peke yake alikuwa amechumbiwa, na harusi ilikuwa haijafanywa. Lakini panakuja mgeni wa ghafla, na anashindwa mgeni huyu ametoka wapi. Na mgeni anapokuja anaanza na salamu, anamwambia, salamu, wewe uliyepata neema kuliko wanawake wote ulimwenguni. Mariamu anaanza kushangaa, anasema, salamu hizi ni za namna gani? Yule mgeni anaendelea kumwambia, tazama, utachukua mimba, nawe utazaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Mariamu anaanza kushtuka, anaanza kuuliza maswali ya itakuwaje, litakuwaje neno hili, maana sijawahi kuona, sijawahi kusikia jambo hili, litakuwaje? Inawezekana hata wewe umekuwa na maswali, unasema hili litakuwaje? Pengine umeenda kwa waganga na sasa umefika mahali pa kukata tamaa, unauliza hii itakuwaje? Pengine umemwamini Mungu kwa jambo hilo kwa miaka mingi, na unauliza hii itakuwaje? Pengine kuna kitu ambacho kimekusumbua na umevunjika moyo, tayari umeona ya kwamba hakuna tumaini. Lakini leo nimekuja na ujumbe kama vile malaika Gabriel alivyomtembelea Mariamu siku ambayo alikuwa haamini, na ndivyo ujumbe ukawa unaenda kubadilisha historia. Ndivyo ujumbe huu ambao nimeuleta utaenda kubadilisha historia ya mtu. Ninasema kuna historia ya mtu ambayo inaenda kubadilika. Kama unaamini, piga vigelegele, mshangilie Bwana. Kwa vigelegele mshangilie Bwana. Kuna historia inaenda badilika. Sitaki kujua watu wanasema nini kukuhusu, sitaki kujua kwenu wanasema nini kukuhusu. Kile ninachosema, Bwana akikutembelea amekutembelea. Mariamu alikuwa hajulikani na yeyote, tunaanza kumsikia Mariamu wakati ametembelewa na malaika. Mariamu ana wasiwasi, anasema litakuwaje jambo hili? Lakini anaambiwa hili jambo si kwa uweza wako, si kwa nguvu zako, lakini Roho Mtakatifu, nguvu za aliye juu zitakujilia juu yako. Ninapenda hiyo. Hili ndilo ombi langu jioni ya leo, ya kwamba nguvu za Roho Mtakatifu zije juu ya mtu, pale ulipo. This is my prayer. Wewe Roho Mtakatifu kumtembelea Mariamu pale alipokuwa, ndivyo ninavyoomba
Mtakatifu, popote sauti hii inaposikika, ikashukie mtu, ikainue mtu ambaye amevunjika moyo, ikasababisha muujiza. Hili ni ombi ninaliomba kwako. Kama uliweza kulitenda wakati huo, unaweza ukatenda mpaka leo. Neno lako linasema wewe ni yeye yule jana, leo na hata milele. Neno lako halipingiki. Ninaomba ya kwamba Bwana jitukuze katika maisha ya mtu. Kama unaamini Bwana atajitukuza, inua mkono wako juu. Kama unaamini Bwana atajitukuza, inua mkono wako juu. Sema Mwenyezi Mungu. Nataka nisikie sauti yako. Sema Mwenyezi Mungu, niko tayari kupokea kutoka kwako Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, kaa juu yangu. Ninaomba maisha yangu yasibaki vile. Historia yangu isibaki vile. Kuanzia leo maisha yangu yanabadilika. Nitainuka kiwango kingine. Katika jina la Yesu. Amen. Kama unaamini yale umesema, mpigie Bwana makofi mazuri. Hayo ni maneno ya imani. Ni maneno ya imani. Ni maneno yenye nguvu. Ni maneno yake Mungu. Yaani Mariamu hakuwa kwenye historia kabla ya hapa. Kabla ya kutembelewa, hakuna mahali pengine Mariamu ametajwa. Na pia kabla ya kutembelewa, hakuna yeyote ambaye angeweza kumtaja Mariamu. Lakini siku ile alipotembelewa, mambo yakabadilika. Mariamu mwenyewe anaangalia, je, ni mimi kweli? Lakini anaambiwa nguvu za aliye juu zitakujilia juu yako, nawe utachukua mimba na utazaa mwana wa kiume, naye atakayehesabiwa ataitwa mfalme wa wafalme, ataitwa Bwana wa mabwana, ataitwa Mwokozi. Kwa sababu gani? Hata yule anti yako Elizabeti ambaye watu walimcheka wakasema ni tasa, wakasema hazai, yule anti yako Elizabeti, hivi tunavyoongea ni mwezi wa 6, ni mjamzito. Si kama uko hapa na umetamani mimba ya halali, lakini ya halali. Bwana asifiwe. Kama uko hapa na umetamani mimba ya halali, yani si kwa njia ya mkato, yani ninasema ya kwamba umeolewa na umekuwa na mume, tamanio lako limekuwa ni kupata mtoto, lakini umekuwa na changamoto. Mara mimba ikishika inamwagika, mara mimba ikishika inamwagika, ama hata inawezekana haishiki kabisa. Watu wameanza kukudharau, watu wameanza kukusema, wanasema wewe haufai. Nimewaona wengi ambao walikuwa hawazai, wamedharauliwa, nimewaombea na sasa hivi wana watoto. Siku moja, si mbili, si tatu, nimeyaona yakitendeka. Kuna yemu mmoja alikuwa amekaa miaka 6, wakati nilipoomba na yeye, Mungu akafungua mlango, akazaa mtoto wa kwanza. Tena wakati nikitoa mtoto, nikaenda kuomba, nikatangaza, nikasema ya kwamba ulingojea sana hii siku hii ya kutoa mtoto nje. Ninatangaza mimba ya pili, haikuchukua muda, mimba ya pili ikaingia. Tukaenda tukatoa mtoto wa pili. Mwaka uliofuata tulipofika hapo siku ile ya kutoa mwaka mwingine, tukatangaza siku hiyo, tukasema mimba nyingine, na hiyo mimba nyingine mtoto wa kiume alikuwa anazaa wa kike. Lakini tukasema raundi hii mimba nyingine mtoto wa kiume, nayo haikuchukua muda, mwaka jana mtoto wa kiume akaingia. Bwana anaweza ama hawezi? Yes. Hallelujah. Hakuna jambo linalomshinda Mungu. Elizabeth aliitwa
lisilowezekana kwa Mungu. Hiyo ni Luka 1:37. Kwa kuwa hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Sijui kama ninaongea na watu. Ninaomba uambie, simama kwa miguu yako tafadhali. Simama kwa miguu yako kila mtu. Tunafika mwisho. Nataka uambie watu 7 kwa kuwa hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Kwanza watu wasimame. Nione watu wamesimama. Naomba kila mtu asimame kwa miguu yako. Nimesema hakuna kukaa tena. Sasa ninafika tamati. Ninafika tamati. Naona watu wamekaa pale ile. Acha si wako wapi? Acha si wako wapi? Ni kina nani wale wamekaa? Ninaomba ikiwezekana sogeni hapa katikati. Sogeni hapa katikati. Hiyo ile amri. Naomba watu wasogee hapa katikati. Matelebe ketelebeta. Repepete masando. Rele masakatapa. Sijui kama kuna watu wanamtii Mungu jameni. Ninaomba jambo moja. Wale watu waliokule sogeni hapa katikati. Ni wakati ambao nataka tukubaliane. Tukubaliane ya kwamba hakuna linamshinda Mungu. Na wale waimbaji mnakaa pale. Wale mlikuwa mnaimba hapa mbele njoni. Wale wawili mlikuwa mnaimba hapa mbele njoni hapa mbele. Bado sijaona watu ambao wamesimama hapa katikati. Nyinyi mko hapa nyote nimewakuuza ukatani miti njoni hapa. Yote pande hii. Kulina hapa katikati. Kulina hapa katikati. Hakuna linalomshinda Mungu. Nilikuwa nimesema ambia watu 7. Watu 7. Kwanza waambie kwa kuwa hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Anza na mtu wa kwanza, mwambie mkono. Mwambie kwa kuwa hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Mpe mtu wa pili. Mwambie kwa kuwa lisilowezekana kwa Mungu. Mpe wa tatu. Mwambie kwa kuwa hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Mpe wa 4. Mwambie kwa kuwa hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Mpe wa 5. Mwambie kwa kuwa hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Mpe wa 6. Mwambie hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Mpe wa 7. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Yote yawezekana. Sikia, sikia, sikia. Sikia. Kidogo tu mtaimba usijali. Kidogo tu mtaimba usijali. Naomba macho yote yaniangalie mimi sasa. Mimi munayeniona hapa. Kama si mkono wa Mungu nisingekuwa hapa. Jambo la kwanza, sikuwa Mkristo, nilikuwa Muislamu. Niliamini katika uganga, niliamini katika ushirikina. Na hiyo haitoshi. Pamoja na kwamba nilikuwa ni mtu niliyependa dini yangu, niliyependa swala, na ni mtu ambaye nilipenda kufunga, lakini kunayo wakati ambapo nilijikuta na shida. Na shida yangu hii ilishinda waganga, ilishinda madaktari. Ndugu zanguni, nilikuwa nina shida ya kula makaratasi ya vitabu. Ninakula kitabu kizima, ninatafuna kitabu kizima, ninaacha hadikava na misumari peke yake. Ninakula kitabu kizima, ninaacha hadikava na misumari. Na nilikuwa nikikosa makaratasi, ninakula makaa, natafuna makaa nikimeza. Nilikuwa nikikosa makaa, ninakula mchanga, ninatafuna mchanga. Nilikuwa nikikosa mchanga, ninakula choki za walimu. Nilikuwa nikikosa choki za walimu, ninakula mawe yatafunikayo. Nikadungwa sindano, maana ilifika wakati nilikuwa ninaweza kuwa ninatembea tu hivi. Ninatembea tu hivi, nikaona mbingu inazunguka, ninaanguka, ninaona ninazunguka hivi. Nikapelekwa kwa madaktari, nilidungwa sindano nyingi, mpaka ikafika wakati sindano zikawa hazingii kwenye mwili. Niliona sindano ikiteleza kwenye mwili. Wewe ukisema mapepo yako ni sugu, nataka nikuambie mimi nilikuwa sugu. Nilikuwa nayo yale yasiyosikia. Tena wakati ukafika, nikaja nikatafuna vitabu vya sista. Wakati wa likizo tukaenda kwa mganga. Mganga akasema, mumerogwa sana, nimulijazie kichupa cha umande, mujaze kichupa cha manina. Umande ndio ni wagange. Na tukaenda kwenye manyasi, tunajaza umande ili mganga atutibu. Na tukatia bidii kabisa.
kidogo. Lakini mganga alipofanya mambo yake, alipokata kuku, alipomwaga damu, alipotuchanja na alipofanya yote, shida haikuondoka mpaka wakati nilipokuja kumwamini Yesu kwa mara ya kwanza. Nilipomwamini Yesu, nilipoacha yale yote, nilipomwamini Yesu, ndipo nikakombolewa. Nimekuja kukuambia Mungu anayeweza, ambaye amefanya kazi katika maisha yangu. Lingine ambalo sija kuambia ni kwamba mimi mnayeniona, baba yangu alikufa na ugonjwa wa ukimwi, na akaacha wanawake watatu. Mama ni wa kwanza, kuna mama wa pili, na kuna mama wa tatu. Wakati huo nikiwa hiyo darasa la 8, mimi ndio mtoto wa kwanza wa kiume, na akaacha watoto wengi wasiopungua 20 na wote ni wadogo. Kifo kikawa kimeingia kwenye jamii. Wengine anauliza ni nini kilichokusababisha uokoke mpaka ukaacha Uislamu ukaingia kwenye Ukristo? Sikieni, mimi si raha, ni shida. Nilipitia masaibu ambayo nilitafuta kwa waganga, nilitafuta kwa dini yangu niliyoipenda. Siwaamini ya kwamba sikupenda Uislamu. Nataka niwaambie ndugu zanguni, Uislamu niliupenda, na kama si Yesu Kristo mwenyewe kunishughulikia, ningekuwa bado mimi ni Muislamu. Nilipenda Uislamu sana, lakini shida hii nikatafuta suluhisho, nikakosa suluhisho. Sikia, siku moja nikasikia habari za Yesu ambaye anaweza, anasamehe dhambi, anaokoa, tena anaponya. Nikasema ngoja nimwendee huyu Yesu, ngoja nimwendee huyu Yesu. Ilikuwa tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka wa 1994. Ndio mara ya kwanza niliingia kanisani, ndio mara ya kwanza niliingia kanisani.